Yako mambo machache nilikuwa na tafakari wakati tunataka tuzungumze kwa habari ya uchumi. Nikawa najiuliza, wamama, kuna faida gani ya nyinyi wamama kuwa na nguvu za uchumi? Mama gani anasema nimpe mic anisaidie kuniambia, Masanja, kuna haja ya wanawake pia kuwa stable kwenye uchumi? Sababu zipo mbalimbali, lakini hasa ni vile dunia sasa ilivyo. Kwanza kwenye kusaidiana, kwenye ngazi ya familia naongelea. Kwenye kusaidiana, kwamba yani mme na mke mnakuwa mnasaidiana kwenye mambo ya kifamilia. Ndio. Kwenye ngazi, kwa hiyo mwanamke akiwa naye stable kiuchumi inasaidia pia. Safi. Hiyo tu, hiyo umesema vizuri. Mke na mme mnakuwa mnasaidiana. Dadake, unaona kwanza raha ya kuja kuongea. Kwanza nimependa hicho kiwigi chako. Kinaitwa hunijui kwa nyuma. Yaani ukiwa kwa huku hujui huyu ni nani. Wewe unafikiri kuna haja gani na mwanamke kuwa stable kiuchumi? Nafikiri mwenzangu kanitangulia kuongea ambacho nitaka kuongea, lakini kuna haja kubwa ya mwanamke kujiwekeza kiuchumi, kwa sababu kuna kufa, lakini pia kuna kusaidiana kwenye majukumu ya familia. Twende taratibu. Kuna kufa? Kuna kufa, inawezekana mwenzangu akatangulia au mimi ndio. Na hii unawaza tu kwamba atangulie mwanaume, si ndio? Hapana. Hapana, kuna mimi au kuna yeye. Lakini angalau hata mwenzio akiwa hayupo, angalau mwenzangu akiondoka, mimi nibaki nasimamia familia. Very good. Tupigie makofi pia dada yetu, majibu mazuri haya. Amesema pia kuna kufa. Kwa hiyo akianguka mwanaume, mama unashika usukani, shughuli inasonga. Nani mwingine anasema leta mic hapa? Jambo zuri sana la mwanamke kuwa stable kwenye uchumi ni kukupa uhuru wa baadhi ya vitu ambavyo usingekuwa na uhuru navyo. Nataka niwaambie wanawake mlioko hapa, leo hii tunayozungumza hii, ukienda Kariakoo, nataka nikwambie inawezekana kama sio nusu kwa nusu, labda wanakaribia nusu wanawake wanasukuma biashara kubwa pale tauni ni wanawake kama ulivyo wewe ulioko hapa. Na kumbe inawezekana mwanamke unapokuwa una hela, una kipato, wengi wa watu wanaanza kuangalia madhara, wengi wanaanza kuangalia tatizo la mwanamke akiwa na hela, hawaangalii faida za mwanamke akiwa na hela. Lakini tunajua kwamba wako wadada leo wanaodanga kwa sababu hawana kitu. Uongo ukweli? Wako wadada leo ni michepuko kwa sababu hawana kitu. Uongo ukweli? Wengine uliwahi kuwafumania na umecheki humu ukumbini ukamuona anacheza ukasema nilifumania message yake, yana mstai tu. Uliona message? Si unajua kuna wanaume wanakujaza kwambia simu yangu wife ashiki, kwa taarifa yako wanashikaga. Na kama mchepuko unatuma message ujue wanaziona na wanakulia timing. Lakini unapokuwa stable kwenye uchumi, huwezi kuja kutongozwa bora mradi tu na mtu akana mbele akana nyuma. Kwa sababu uko stable kwa uchumi, atakwambia nini? Sijui kama naeleweka maneno haya. Kwa hiyo kuna ulazima wa mwanamke kuwa stable kwenye uchumi ili hata mtu anayekuja kukutongoza ajipange. Hawezi mtu kuja kukwambia vitu vyepesi ambavyo unavimudu. Ukinikubali na kukatia tiketi ya ndege unaenda da. Tiketi ya ndege siku hizi Precision sijui Air Tanzania wametoa ofa mpaka 200,000 na unapata tiketi. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Mambo vipi? Kwa hiyo mdada, ukiwa uko stable kwenye uchumi, unasababisha hata muonekano wako uonekane vizuri. Huu ina stress unnecessary. Hatari sana kumuona mdada anatembea anaongea peke yake. Ila kwa wanaume sawa. Wanaume unaweza kupishana naye ukasikia mtu ni mwanaume. Msichana kutembea unaongea peke yako, mbona hayusu? Lakini unawezaje kutembea unaongea peke yako? Kwa sababu ya msongo wa mawazo. Hela huna, kazi huna, biashara huna cha kujishughulisha nacho. Usiongee peke yako, inahusu. Taongea peke yako.